Tutasoma mistari michache, mstari wa 27 hadi 32. Na bado watu wanafika. Luka mlango wa 5. Mzaki apata, ninaangalia wewe upate. Bote inapotea. Umepata, asante. Thank you. Inasema kuanzia 27, baada ya hayo akatoka, akaona mtoza ushuru jina lake Lawi ameketi forodhani, akamwambia, nifuate. Akaacha vyote akaondoka akamfuata. Na Lawi akamfanyia karamu kubwa nyumbani mwake. Palikuwa na mkutano mkuu wa watoza ushuru na watu wengineo waliokuwa wameketi chakulani pamoja nao. Ikawa Mafarisayo na waandishi wao kuwaangukia wanafunzi wake wakisema, mbona mnakula na kunywa pamoja na watoza ushuru na wenye dhambi? Yesu akajibu akawaambia, wenye afya hawana haja na tabibu, isipokuwa walio hawawezi. Sikuja kuwaita wenye haki, bali wenye dhambi wapate kutubu. Bwana abariki. Ninakushukuru Mungu wa mbinguni kwa nafasi na kibali umenipa kusimama mbele ya watumishi wako siku ya leo. Tunaposhiriki neno hili, ninaomba Roho Mtakatifu awe pamoja nasi, atulinde, atubariki na atutie kwa jina la Yesu tumeomba. Wakati nimekuwa nikijifunza Biblia mara kwa mara, kwa sababu naipenda Biblia, ni neno la Mungu. Na kila wakati nimesoma, unakuta kuna mambo kadha wakati unakuja kutulia mahali fulani na kutazama na kuanza kurudia vile baadhi ya wanyama wanakula nyasi, lakini wakifika mahali wakikaa wanaanza kujeua. Vile vile ninajaribu kufanya hivyo mara kwa mara. Kitabu hiki nimekisoma muda mwingi, lakini wakati nimefika hapa kuna utulivu nimeupata na nikaanza kuangalia mambo Kristo anayafanya kwa ajili ya kuleta mabadiliko katika maisha ya wanadamu. Na katika ujumbe wa leo inasema Yesu humbadilisha mtu. Yesu humbadilisha mtu. Kumbuka, si watu. Yesu humbadilisha nani? Mtu. Mtu mmoja tu. Yesu anapenda kubadilisha. Na ukisoma mlango huu wa kitabu cha Luka kuanzia mlango wa 5 kuanzia mstari wa 1, utamuona akifanya kazi ya kubadilisha maisha ya mtu hatua kwa hatua. Utaona kuna mambo anayoyafanya hapa. Wakati alipokuwa akitembea pale kando ya bahari, alikuta watu, ninyi hapa Mungu kwa bahari, watu wameenda kuvua samaki lakini hawajapata kitu. Na sasa wako tu wanang'ang'ana na nyavu zao. Sasa afadhali wajaribu pengine jioni au usiku ambayo inakuja mbele. Lakini yeye amekuja amechukua hizo vyombo na moja wapo na akasonga katikati karibu mahali watu hawawezi kimbia wamsumbue. Alafu akaanza kuhududia watu hapo. Watu wakamsikiza sana. Lakini mwisho akamwambia Petro, fanya hivi, hebu mchukue nyavu tena mkashushe. Wakasema usiku mzima sisi tumetafuta hatujapata hata samaki moja. Akawaambia, nimewaambia. So kwa maneno yake Petro alikubali na wakaenda na wakashusha nyavu. Ajabu, walipata samaki mingi sana. Hata ikawashinda kutoa, wakaanza kuita watu wengine wakuje wasaidie. Lakini mwisho anamwambia Petro, sasa mimi nitakufanya kuwa mvuvi wa watu. Unaona, mtu mmoja anabadilisha hapo, amesungumzia watu wengi, anakuja kubadilisha mtu mmoja. Anamwambia nitakufanya wewe. Unaona, tunakusanyika hapa timu kubwa.
lakini Mungu anaweza kuwa amelenga mtu mmoja, kwenda kama ni wewe. Anamwambia sasa, nitakufanya wewe kuwa mvuvi wa watu. So Petro aliamua kumfuata. Bwana asifiwe. Angalia, anawacha. Unajua wavuvi wa samaki wanakula vizuri, lakini sasa ilibidi awache na amfuate ili aende afue watu kwa Kristo. Na vile vile tunaona akisonga kidogo amekutana na mtu ambaye yeye ako na ugonjwa wa ukoma, vile vile alimhudumia. Utamwangalia akisonga kidogo, sivyo? Bado kuna kasi inamwandama hapo kwa nyumba, na endelea na shughuli ya kuombea watu. Alafu watu wanatoboa gari, wanateremsha mtu. Huyu mtu hajiwezi, amelazwa tu kwa kitanda, wanamteremsha hapo. Yeye anaangalia, anasema kijana wangu, umesamehewa dhambi zako. Unaona, si kwamba anamwambia sasa bona, sivyo? Umesamehewa dhambi zako. Inuka, usifike godoro, ufanye nini? Uende. Angalia, huyu ni mtu mmoja na anainuka. Mpaka watu wanaanza kunung'unika. Mafarisayo na makuhani wanaanza kunung'unika, mbona anafanya hivi? Kumbuka wakati hata aliponya yule mtu wa ukoma, alimwambia aende ajinyoshe kwa makuhani, kwa sababu hakutaka kuchukulia kila kitu mkononi mwake. So Bwana akiwa kasini, mara nyingi kumtazama mtu binafsi. Mtu binafsi. Ndugu yangu amesema, mwenzangu sasa Jumapili anapaki nyumba, lakini uelewe one day inakuja wewe utasimama mbele ya kiti cha Kristo, yeye atasimama mbele ya kiti cha Kristo peke yake. Bwana asifiwe. Kuna wakati nilikuwa nikizungumzia Kristo akisema mtu akitaka kunifuata ajitwike msalaba wake na anifuate. Si watu wakitaka, mtu akitaka, mtu mmoja. Kwa hivyo Yesu humubadilisha mtu. Wakati tunaangalia katika hii mstari ya 27 mpaka 32, tunakuja kukutana na hapa huyu mtu ambaye anaitwa Lawi. Huyu Lawi ndio Mathayo. Huyu ndio ameandika kitabu cha Mathayo. Yeye ni mtoza ushuru. Kumbuka hapo ni mahali pa fedha, si ndivyo? Nafikiri alikuwa mtu mkubwa sana, kwa sababu alikuwa katika ofisi. So kama wadogo wameenda kuleta fedha, zote zinakuja hapo. Najua sasa kama hii yote pesa hii yote ni pesa inakuja hapa. Sasa mimi ni kuangalia na kujua hii itafanya nini, na nikani naweza weka kwa mfuko yangu, si ndivyo? Ninaweza ingiza kwa mifuko alafu nitoke. Kwa hivyo Lawi amefanya kazi hiyo kwa muda, lakini anakutana na mwanaume mmoja anayeitwa Kristo. Imagine hakuzungumza naye mambo mengi. Kwa sababu jambo la kwanza inasema mtu huitwa kufanya kazi njema. Angalia, mtu huwa anaitwa afanye kazi njema. Mstari wa 27 na 28 inasema baada ya hayo akatoka akaona mtoza ushuru jina lake Lawi ameketi forodhani, akamwambia nifuate. Akaacha yote akaondoka akamfuata. Kwa nini Bwana anatuita? Kwa nini Bwana humbadilisha mtu? Mungu anaelewa shughuli zetu za kila siku, kila mmoja wetu vile anafanya. Na Mungu anapotuita ni kama umechukua kitu kutoka kitu kichafu, alafu unakiondoa, unakisafisha vizuri, alafu inaweza kung'ara na ifanye kazi inayofaa. Na kwa hivyo, kulingana na desturi ya Kiyahudi, mtoza ushuru hangeruhusiwa kukanyaga hata katika hekalu. Kwa nini? Kwa sababu alihesabiwa ni mtu mchafu, mtu asiyostahili, na mtu ambaye kwa sababu wanamuona Kristo akiwa Mungu, hawakuona kuna haja ya Kristo kumweza kumfikia huyu mtu na amwambie nifuate, kwa sababu wanajua kama kuna watu wanaenda jehanamu, mmoja wapo ni Lawi. Kama kuna watu ambao wanaenda kuhukumiwa, mmoja wapo ni Lawi, kwa sababu anatoza watu wake ushuru. Yeye ameachiliwa na serikali ya Rumi na anatoza watu wake ushuru. Kwa hivyo walimuona ni mtu mchafu, mtu ambaye hafai. Na Bwana kwa sababu naye anatazama tofauti na vile wanadamu wanatazama,
Alipochunguza kwa hao watu wote, alimuona mtu huyu anayeitwa Lawi. Akamuona ni mtu anaweza kubadilishwa na afanye kazi mzuri. Na ndiposa mtu huitwa kufanya kazi njema. Bwana alipomchunguza, na kwa sababu Bwana huchunguza moyo wa mwanadamu, aliamua kumuita. Akamwambia, njoo unifuate. Bwana asifiwe. Neno moja tu, njoo unifuate. Ninajua Roho Mtakatifu alifanya kazi ya haraka sana. Kama kuna hapa mtu umewahi siku moja pengine kusimama mbele ya jaji na aseme wewe uko guilty, si ndivyo? Kuna mambo ya kuzungumza hapa. Jamaa wanatokanga tu na kukuchukua wewe penye nataka. Yeye kazi yake ni kusema. Yesu aliongea tu. Mathayo ilikuwa ni kuacha kalamu, ni kuacha makaratasi. Huenda aliambia wa jamaa nani, muangalienge hiyo vitu yenu, muangalie hiyo vitu yenu. Mimi ninafanya hivi, nimeenda. Unaenda wapi? Ninamfuata Bwana. Ai Bwana, pesa utaenda na ngapi? Waachana na mimi, wacha nimalizane na nijue nimeitiwa nini, sivyo? Kwa hivyo alianza kuacha 1, 2, 3. Kama vile tunaona wakati huo wa Elisha wakati yeye ameitwa, ilibidi aache vitu zake. Ilibidi aanze kuchinja wanyama nini, kwa sababu aliona uende tamsuia asimtumikie Bwana. Kazi njema ambayo wewe na mimi tunaweza kuitiwa ni kuweza kumfanyia Bwana kazi. Hiyo inashinda kazi zote katika ulimwengu huu. Hakuna kazi tunaweza linganisha na kazi ya kumtumikia Mungu. Kazi ya kumtumikia Mungu ni namba 1 na ni bora zaidi kuliko kazi zote. Ndiposa unaona hata saa hii kuna baadhi ya wanasiasa anataka afanye siasa, anataka afanye kazi ya Mungu. Yaani anajua kuna uzuri na kuna umuhimu hapo, lakini kwa sababu anafutwa na tamaa za ulimwengu, sasa anasimama mkuu hii, imesimama huku, mkuu hii imesimama huku, na akiwa na lengo pengine ya kutafuta fedha na kujinufaisha. Lakini kwa mtu anayetaka kumtumikia Mungu, atasarenda. Kama ni siasa atasema kae kando, kama ni kazi fulani anasema hii kae kando, mimi nitamtumikia nani? Bwana. Ndivyo Lawi alivyosimama, aliondoka moja kwa moja. Na alipoondoka, yeye hakuanza kujiuliza maswali, sasa nitaishi maisha gani? Mimi nimeishi, ninapata mshahara mzuri, ninapata marupurupu mazuri. La, wazo lake lilikuwa moja, nimfuate Bwana asifiwe. Kwa hivyo, wandugu zangu, wadada zangu tulioko hapa, ni Mungu kumbadilisha mtu. Unajua mtu amezoea pesa, na ni kwamba dakika hiyo anabadilishwa kwa muda mfupi. Hiyo ni mambo ya Mungu, sio mambo ya wanadamu. Kwa hivyo Mungu apenda abadilishe kazi yake. Alitaka abadilishe kazi yake, na unaona alibadilisha, kwa sababu Mathayo kuendelea muda mrefu tunaona amekuja kuandika hiki kitabu cha Mathayo ambaye imetusaidia sana. Yeye ameandika hata historia ya kuzaliwa kwa Kristo kuanzia huko nyuma na kuonyesha Kristo asaliwa kutokea wapi. Anaonyesha vizazi vyote mpaka anakuja kuonyesha. Hiyo kazi kubwa ni Mungu aliona ndani mwake. Bwana asifiwe. Mungu anatuchunguza zaidi ya vile wanadamu wanatuangalia. Mimi naweza kutazama niseme wewe unaweza kuwa pastor, kumbe hapana. Naweza kuangalia niseme unaweza kufanya kazi fulani, kumbe hapana. Mimi ni mwanadamu. Lakini Mungu huchunguza kila mmoja. Mimi ninaamini Mungu alinichunguza nikiwa kijana mdogo na akaniita katika sehemu hiyo. Na mimi sikufikiria mambo ya upasta hata siku moja. Lakini siku moja naambiwa nijiunge na Bible School, naanza kubishana na pastor kidogo, lakini moyo inatamani, so nikaenda. Nikasema mimi hata nikimaliza Bible School nitakaa chini ya pastor yangu. Mpaka pengine hata miaka 10, 20. Lakini kabla nimalize tayari pastor alikuwa anasema wewe ndio pastor. Mimi niko naenda, wewe ndio pastor. Wewe tu ndio pastor. Hiyo ndio kitu aliendelea kuongea. Natakaye mwisho aliacha.
Akaniacha hapo kwa mahewa. Sasa uache timu ipotee ama uendelee, na ukiacha ni shida. So Mungu alianza kuniandaa kwa njia hii. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Mungu alipokuwa amemuita Lawi, alikuwa na kusudi amupe kazi njema. Kazi ya Mungu ni bora sana kushinda zote, kama vile nimezungumzia. Na Lawi aliona hii. Na alipoona hii, tunaona jambo la pili ambalo lilifanyika ni kwamba Mungu ako tayari kushirikiana nawe kazini. Si yeye amekuita kwa kazi nzuri, hauwezi kukuacha hapo. Atashirikiana na wewe. Bwana asifiwe. Atashirikiana na wewe. Baadhi ya watu tumepaka malalamishi, pengine mama anataka kujifungua, anafika hospitalini, alafu wale wanaanza naangalia, anasema baki hapa kidogo, anaenda huku. Unasikia kumbe mama wanaita nasi hakuji, unakuta huyu mama ameshindwa na hata ameaka. Si ndivyo? Na tunakuta watu wanaandamana, watu wanatoa. Lakini kama nasi ameshirikiana vizuri na huyu mama ambaye anaenda kujifungua, si ndivyo? Mama hutoka hapo kwa furaha. Kama kulikuwa na shida, pengine wamfanyie upasuaji mdogo, si ndivyo? Hali kama hizo wamsaidie mpaka ajifungue. Na Kristo anapotuita ni tofauti na wanadamu. Anataka kushirikiana pamoja na wewe. Anataka kushirikiana na wewe. Na tazama, katika huo mstari wa 29 hadi 31, maandiko yanasema hivi: na Lawi akamfanyia karamu kubwa nyumbani mwake. Palikuwa na mkutano mkuu wa watoza ushuru na watu wengineo waliokuwa wameketi chakulani pamoja nao. Ikawa Mafarisayo na waandishi nao wao wakamjia wanafunzi wake wakisema, mbona mnakula na kunywa pamoja na watoza ushuru na wenye dhambi? Yesu akajibu akawaambia, wenye afya hawana haja na tabibu, isipokuwa walio hawawezi. Angalia, Bwana akisha kuita, anajua mahali anakutoa kwa hiyo kazi ambayo umekuwa nayo. Kwa hizo shughuli ambazo umekuwa nazo, kuna kazi nzuri anakuweka, si ndivyo? Na hii hakuachi peke yako, atashirikiana pamoja na wewe. Wale wako katika Bible school zetu, kuna fundisho inasema kumjua Mungu. Na Mungu anafanya uhusiano na wewe. Kabla ya jambo lolote, kwanza anaanzisha uhusiano. Kwa kina mama ambayo umeoleka na wasa ambayo umeoa, sidhani kama ulipanda tu wewe kucha twende na mnaondoka mnaenda na mnaanza maisha. Mlianza mazungumzo, mkatafuta uhusiano ulipokuwa umenoka sana, ndio kaona siwezi wacha huyu jamaa, si ndivyo? Siwezi wacha huyu msichana. Afadhali tuendelee na maisha, na ndio mmeishi mpaka leo. Na hivyo mnaenda kuanza kushirikiana. Licha kuna changamoto 1, 2, 3, si ndivyo? Lakini kuwa mnafika mahali nisamehe, alafu maisha yanaenda wapi? Mbele. Kuna wakati tunaweza kutana na Kristo, kuna wakati tunaweza kukosana na Kristo, lakini bado tunahitaji ule ushirikiano. Maandiko yanasema ni yeye alitupenda sisi kwanza. Kwa hivyo ananijua, anakujua vizuri. Ni yeye alikuwa amekuandikia wokovu huu. Ni yeye amekuita utoke katika shughuli zako, mambo yako umeyafanya, alafu anapokuita kwake anataka mshirikiane. Ndiposa Roho wa Mungu alipomuingia Lawi alikimbia nyumbani na akaandaa karamu, akamwambia Bwana, kwangu, si ndivyo? Sijui ilikuwa ni lunch, mimi sijui. Sasa ulimwengu wote ukatazama, wacha tuone kama ataenda huko. Hii mtu mwenye ametuibia muda mwingi, ametunyanyasa muda mwingi, yeye amesema yeye ni Bwana, wacha tuone kama ataingia huko. Alienda tu na nimefika. Unajua Lawi alikuwa marafiki zake ni nani? Watu wa ushuru wenzake, si ndivyo? Ndio walikuwa wamejazana So Mafarisayo na wengine wanasema hao watu wote ni wenye dhambi, hawastahili, lakini Bwana ameingia. Ako tayari kushirikiana na Lawi
na ako tayari kushirikiana na wale watu yeye amewaalika, si ndivyo? Wale kwa meza moja, wakunywa kwa meza moja. Unamuuliza mbona? Wanauliza sasa mbona anakaa na watu wenye ndani? Yesu mwenyewe anaambia hapana. Mtu kama wewe ni mzima utatafuta daktari. Wewe ukiwa mzima utatafuta daktari. Lakini kama mgonjwa, so kama umetafuta daktari, si mtashirikiana na daktari ndiposa aweze kukusaidia. Na Bwana akawaambia yeye amekuja kwa ajili ya watu kama hao. Watu ambao wanasemekana hawajui chochote, watu ambao wanasemekana wamepotelea mbali, watu ambao wanasemekana ya kwamba hawana mahali pa kwenda. Kwa hivyo Bwana anawaita, sivyo, na anawabadilisha. Na Bwana akisha kubadilisha atashirikiana pamoja na wewe. Bwana asifiwe. Bwana akisha kuita wewe lazima akubadilishe na ako tayari kushirikiana na wewe. Na ndiposa unaona anasema mimi naenda, sivyo, na nikishaenda ninawaandalia makao mazuri, na nikimaliza kuandaa nitarudi kuwachukua, ili mahali mimi nipo nanyi muwe. Bwana asifiwe. Angalia, yeye hawezi akakuacha. Na hata wakati alipokuwa anaambia wanafunzi wake enendeni, sivyo, mkafanye mataifa kuwa wanafunzi wangu, aliwaambia muweze baada ya kuwabatiza muwafundishe, sivyo, na mimi nitakuwa pamoja na nyinyi hata mwisho wa dahari. Kuonyesha hawezi akakuacha. Mwanadamu anaweza kuachana na wewe kwa ushirika, sivyo? Unaweza kuwa marafiki na kutenge kando. Kristo hawezi akakutenga. Kristo bado, kama hata kutakuwa na itilafu, baada atasema bado ninakupenda. Unakumbuka akitoa mfano ya ule kijana ambaye alichukua mali kutoka kwa baba yake, sivyo? Si alienda akaharibu. Aliporudi bado alikaribishwa. Bwana asifiwe. Na hata wewe huenda kuna mambo fulani inaweza kuwa inakusukuma. Umefika mahali unasema kama ni mambo ya kanisa, kama ni mambo ya ushirika, kama ni mambo na Kristo, bado anasema njooni, kuja. Bwana asifiwe. Bado Bwana anataka kufanya ushirika na wewe. Kitu ambacho kimetutatiza sisi ni sisi kuanza kutoroka uhusiano wetu na Kristo. Tunaona tunaweza simama kando na tufanye mambo mengine. Tunaona pengine kuna mtu kando ni wa umuhimu sana kumliko Kristo. Wapendwa, hakuna mtu anaweza kumshinda Kristo. Hakuna mtu ana upendo mkubwa kumliko Kristo. Ni Kristo pekee ana upendo wa ajabu, na ndiposa yeye tu ndiye aliyetoa maisha yake kwa ajili yako na kwa ajili yako. Bwana asifiwe. Na hiyo ni upendo mkubwa ambayo sio rahisi mtu yeyote afanye. Kwa hivyo anamuita Lawi kwa sababu ya kazi nzuri, kazi njema, na anamwahidi kushirikiana pamoja na yeye, na ushirika huo tulianza kuuona kama vile alivyomuita Sakai. Sakai aliposhuka alimwambia mimi nitashuka nyumbani kwa. Yaani wanaanza ushirikiano moja kwa moja. Bwana asifiwe. Wakati mwingine watu hujiuliza maswali. Yesu namna gani? Unamwambia okay, mimi ninakuwa na uhusiano na yeye. Wacha niwaambie wapendwa, ukisha kuwa na uhusiano na Kristo, sivyo, mwanadamu hakuna kitu atakupenda. Hadi anakuambia tujitie hapa, sijui tuendee hapa, ndio sijui Bwana atubariki. Unamwambia penye niko hapa, Bwana yuko na ananibariki hata nikiwa. Bwana asifiwe. Na tumeshuhudia mambo haya, Bwana akifanya mambo makubwa. Tumeshuhudia Mungu akiendelea kufanya kazi kubwa sana, yale ambayo sisi hata hatukuwaza katika maisha yetu, lakini tunaendelea kuona mkono wa Mungu, kwa sababu kuna mambo yanafanyika pasipo hata sisi wenyewe kutarajia. Angalia Musa wakati alipokuwa sasa ameambiwa aende atoe wana wa Israeli kule Misri, sivyo? Musa alikuwa ametoroka, mnakumbuka alikuwa ametoroka Farao. Lakini Bwana anamwambia nitakuwa pamoja na wewe, nitashirikiana pamoja na wewe. Na kweli alipotoka huko, Mungu alianza kushirikiana na yeye. Mfano mkubwa ni wakati wamefika kwa bahari. Watu wameanza kulia, wamesema sasa hapa ni kubaya. Mbele ni bahari. So kuna mambo mawili, ufe maji, ufe mkuki. Mambo ni mawili, chakua. Bwana aliwaambia wacha wasiwasi, endelea na safari mbele. Na kweli
Walipoendelea mbele, njia ilipatikana kwa mara ya kwanza, sivyo? Bahari ilifunguka na njia ikapatikana. Kwa nini? Mungu alikuwa anashirikiana na mtu wake Musa. Yeye alimuita, yeye alimwambia fanya hii, sivyo? Kazi yake ni kutii yale Mungu amemwelekeza. Kuna jambo moja tu sisi huwa tunashindwa, ni kule kutii. Tunakosa kutii, tunakosa kushirikiana na yeye. Tunaanza kusema ni Bwana kama ameniacha, nimeomba sana, sijaona Bwana akijibu maombi yangu, hata sijui kama kuna mtu anaweza kuniombea, ninaomba dada yangu kama unaweza kunipeleka, nimesikia sijui kuna muombaji kwa milima huko. Je, mbona unamwacha Kristo mahali ulipo? Halo? Mbona unamwacha? Hiyo tu mlango utaona hata huyu mama ambaye alikuwa ametokwa na damu na amesunguka na amemaliza mali yake kwa watu wengi, madaktari mbalimbali, pengine wakanda, sivyo? Watu wamemtoroka mpaka hata jamii yake. Lakini moyoni mwake aliposema hata nikikusa tu huyu Bwana anaweza pona. Na tunaambiwa alikusa upinde, waacha kushika, kukusa, sivyo? Alisikia mwili wake, damu imesimama na ametulia. Nafikiri wamama, kuna baadhi yenu pengine mmewahi kupitia hali hii na mnaelewa uchungu yake. Mimi mke wangu alitokwa na damu zaidi ya miezi miwili. Nakumbuka nikihusika na yeye na kufika hospitali, ninaambiwa damu imeisha kwa mwili, sio mtu wa kwenda. Nakumbuka karibu mara 6 wakijaribu tunge sindano, mwili yote inatetemeka, wanawake. Mwisho daktari aliniita akasema, ni dada yako ni mke wako? Nikamwambia ni mke wangu. Akaniuliza umekaa na yeye muda gani? Nikamwambia ni miaka 3, ni mwaka wa 4. Akasema ni maombi tu. Niliachana tu na yeye katika hiyo na nikatoka nje kwenda kwa. Baada ya 15 minutes niliporudi, dawa ilikubali na yeye ni mzima leo na tuko na watoto. Bwana asifiwe. Kuna mambo ambayo ni Mungu tu anafanya. Kwa hivyo Mungu humebadilisha mtu. Watu wanaweza sema na huyu si kijana huyu tu amekwanga hapa hivi hivi, lakini Mungu kama amependa wewe atakubadilisha. Na utajipata huko unamtumikia Mungu kwa kiwango kingine kikubwa. Watu wanashindwa na huyu alitokea wapi? Huyu mama namna gani? Lakini huko unamtumikia Bwana kwa njia saja. Bwana asifiwe. Nani angejua Mathayo angelipatikana kati ya watakatifu? Unaona mpaka tunaita Mathayo mtakatifu, na ambaye walisemekana ni mtu astahili kukanyaga tu ndani ya kwa ila asikanyage, lakini Bwana anamkubali kwa sababu alikuja kwa watu ambao wamekataa. Mathayo 11:28 anasema, njooni kwangu ninyi msumbukao na mizigo mizito, nami nitafanya nini? Nitawapumzisha. Kwa sababu ukimalizia hata huo mstari wa 32 inasema si kuja kuwaita wenye haki bali wenye dhambi wapate. Yeye anapokuita ni jambo moja tu, tubuni, maana ufalme wa mbinguni umefanya nini? Na usipotubu ujue umejiletea balaa. Lakini ukitubu, hakuna dhambi ambayo Bwana anakataa kusamehe. Watu wamesema fulani ameua. Nani alijua Sauli ambaye ni Paulo angeliweza kubadilika? Si Mungu alimubadilisha. Akasema hata huyu mnamuona anatesa kanisa, huyu ndio mimi ninataka. Si alikubalika? Yeye ameandika hapa vitabu vingi, amefanya kazi kubwa hata kuliko wale walikuwa karibu. Wewe ni mtu muhimu sana. Wewe unanaswa na mambo yako.
Hata kuna watu unakuta wamepewa vitu kidogo kidogo na watu wanakuambia hii weka hapa tu. Hii ukitoa hapa Mombasa majini itakumaliza. Weka hapa tu kwa kichwa ya kitanda hapo kila. Kristo simweke kwa kichwa, mruhusu maishani mwako mote. Bwana asifiwe. Kwa sababu kama anatawala maisha yako, sasa kama umeweka kwa kichwa si chini anakuja kwa miguu. Ukiweka kwa mlango atakujia kwa dirisha. Kwa sababu ni roho, si ndivyo? Lakini Kristo hapo kila kona anakufunika. Maandiko inasema anatufunika kama vile kuku inafunika vifaranga vyake. So anapotufunika ametubadilisha, anatufanya watu tofauti, kazi tofauti, mwenendo tofauti, msemo tofauti, na kila shughuli Bwana anaibadilisha na kuwa tofauti. Bwana asifiwe. Bwana anabadilisha vitu. Huenda ikawa ni wewe. Siku ya leo Bwana pengine lengo lake ni wewe. Anataka kubadilisha. Tuache mambo tuliyofanya moja mbili. Acha ule mchezo, acha ule ufifu, acha ule unyonge. Bwana anataka umtumikie. Bwana anataka ufanye kazi yake. Na Bwana ataweza kuinua pakubwa sana. Bwana ataweza kukubariki. Na Bwana ataweza kutendea mambo ambayo hujawahi kutana nayo. Kwa sababu tumeona alimbadilisha Lawi kumtoa mahali pale hakuwa anaenda kumfanya fukara, lakini kumuinua asikike mpaka siku ya leo na hata mpaka siku ya Kristo. Na ndivyo Bwana alivyotenda kwa ajili ya Lawi, na ndivyo Bwana anaweza tenda kwa ajili yako. Bwana akubariki. Basi Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Simama pamoja.